Unawezaje kuoa binti katika kabila la Wagogo? Kama zilivyo jamii zingine, Wagogo pia hufunga ndoa. Kwani ndoa ndio kumpa uhalali wa mwanaume kuishi na mwanamke anayempenda. Narudia tena, unawezaje kuoa binti wa kabila la Wagogo? Unaomba ngambako sikachera. Kwa majina naitwa Peter Ravens Timotheo Mtoni. Ukiwa hapa katika channel yetu ya Kirosafi Online TV. Kwa kawaida kabila la Kigogo, muoaji hana shughuli. Shughuli kubwa iko kwa wazazi wa muoaji. Kwa sababu wao huangalia koo ambayo mtoto wao anataka kaoe. Huangalia mambo mbalimbali, kwa mfano, huangalia tabia, huangalia magonjwa ya kulisi na kadhalika. Wazazi wakijiridhisha, posa hupelekwa. Na kipindi hicho kabla ya pesa ilikuwa inapelekwa shanga ambazo zilikuwa zinafungwa kwa ustadi kabisa. Na mpelekaji huwa ni bibi wa muoaji. Vivyo hivyo kule anayepokea ni bibi wa muolewa. Mwana shume mitianda. Kipindi chote hichi kijana anakuwa ametulia kimya baada ya kuambiwa anaozeshwa binti wa mzee fulani. Na hata kwa upande wa binti pia huambiwa tunakuozesha kwa kijana wa mzee fulani, na hata jina huwa hawamtaji. Baba ndiye mfuatiliaji wa posa. Na kwa mila na desturi ya kabila ya Wagogo, bibi wa binti wa muolewaji ndio huleta majibu ya posa baada ya kikao cha familia. Na kama ikitokea baba hajafuatilia yale majibu ya posa, ile familia ya binti hukaa kimya. Kwani kuna usemi usemao, mwana alihawanyina wabanyi wengi. Wakiwa na maana, mtoto akiwa kwa wazazi wake, posa ni nyingi, lakini muoaji ni huyu mmoja tu. Baada ya majibu mazuri, baba huondoka na kwenda kwenye familia yake na kuambiwa kwamba tumekubaliwa. Hapo husubiri majibu kutoka kwenye familia ya muolewaji ili waje wapatane mahali. Na kama familia ya binti itakataa posa ile, basi familia ya muoaji hupeleka posa kwenye koo nyingine. Mapatano. Siku ya mapatano ya mahali inapowadia, familia ya muoaji hufuata kwenye familia ya muolewaji. Na huenda ikiwa imekamilika, yani wajomba pamoja na mababa. Na kwa mila na desturi, familia ya muoaji inapokaribia kwenye nyumba ya familia ya binti, hutuma mwakilishi wa familia huku ya mwanaume kutangulia kwenda kwenye familia ya muoaji. Na hapo kule hupokewa na yule mjumbe wa familia ya muolewa. Katikati huanza makaribisho. Familia ya binti baada ya kuona ule ugeni huwakaribisha kwa nyimbo za furaha. Ndipo yule mwakilishi hutoa utambulisho kwa ile familia ya bwana muoaji. Na ndipo mapatano huanza mara moja. Mapatano hayo yamegawanyika sehemu mbili. Yaani migana pamoja na mkupe. Migana au mapa huwa ni mapatano ya kitu kimoja kama vile shuka la babu, mbuzi wa mjomba na vitu vingine. Lakini mkupe huwa ni mapatano ya jumla kasoro mbuzi wa mjomba tu. Hapo zamani Wagogo wengi walipendelea mapatano ya migana au mapa, kwa sababu mabinti wa Kigogo zamani ilikuwa kama dhahabu, na ndio maana waliolewa kwa ng'ombe nyingi. Chombo chikutambalie chikuendele. Ikiwa mapatano hayakufikia mwafaka, familia ya mwanaume huomba kukutana na mama wa binti ili kupata huruma ya mwisho. Kwa Kigogo kusema kirungu. Mara nyingi huruma ya mama ndio hufanya ndoa ifanyike au isifanyike. Vigelegele kutoka ndani huamsha shamla za watu walioko nje, na hupeana mikono, na wageni hupewa chakula na wenyeji, na baada ya hapo kutawanyika na kusubiri siku ya kuleta mahali. Mhinza yake Kibatilona. Kwa leo tuishie hapa. Mwisho wa kipindi hichi
ndio mwanzo wa kipindi kingine. Chao. Amira